wewe, nakwambia kabisa. Sasa mimi kwani nalizika nayo baba yake? Kwani mimi mwenyewe nimelizika basi katuvua nguo wote? Heshima ni kitu cha bure lakini. Mama yeye haya yote umeyataka wewe. Sasa mimi nimeyataka ya nini? Utaniona ninalomba hapa ndani kila siku nakwambia kauli hiyo. Unajua miaka yote maji ya ugali hayaonjwi. Wewe unataka kuyaonja sasa. Sasa mimi nimeyataka nini? Kwani mimi mwenyewe nimelizika? Sasa mimi nimelizika. Mama yeye mnanivua nguo na mwanao leo. Mimi sijalizika vile vile. Kwani mimi mwenyewe nimelizika na hicho kitendo alichokifanya? Mama mimi nisikize vizuri. Unajua riziki fulimanya tunapoona mnyatie. Sio mnyatie mimi baba mtu. Yule kanyatiwa basi ujue na shughuli shakuwa nzuri. Kwa nini leo tusumbue namna hii? Ile sio kauli ya kuinuka kutudharau kuondoka. Sasa kwa nini mimi niunuke mwanangu mkamate mkono atamkamata kakake? Haya nawe kaka mtu vile vile. Ana uwezo huo. Chochote anainuka dadako unamwangalia tu hivi hivi. Yeye amfanye nini? Amfanye nini? Kwani nani sasa atakufanya? Barua itasomwa hapa au haisomwi? Nakuuliza wewe. Baba. Naam. Wewe ingia ndani kapumzike. Tena kuulizika mwanangu, utafanyaje ndio hivyo tena? Lakini mimi mwanangu mwananivua nguo wewe. Usifanye hivyo baba Emi. Basi kubadili wewe muda wewe utaondoka utaondoka. Afadhali nilipokuona shule. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Mimi si jambo. Umeshindaje? Salama. Hapa bwana, mimi nilikuwa nataka niongee na wewe swala hili moja kuhusu mwenzako Emi. Umuhimize basi mwenzako ndoa hiyo ifungike, warudishe majibu ya barua haraka. Emi mama niliongea naye. Lakini Emi mgumu kidogo mama. Ila sichoki. Lazima nitaongea naye tena. Sawa mwanangu, basi fanya bidii. Tunataka tupitishe kigodoro hapa mwanangu, kwani uone raha chereko tukafurahi, tukalapunga hilo. Kaka mamangu, nakupenda bana, fanya bidii. Sawa, karibu tule. Haya, asante mwanangu, mimi napita. Haya. Haya. Unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Njoo kae. Mwangalie sura. Ndio nini? Unaona vile kitendo alichokifanya kile umekiona kizuri cha kuinuka na kuondoka na tuzalao sisi wazazi wako. Baba yako kakasirika kama ni tena kakasirika kweli. Hivi mama. Wewe unaona kazi rahisi kabisa kumwacha mtu unayempenda kwenda kuingia kwenye penzi lingine jipya kweli? Yaani ulivyokubali barua je? Nisikilize mama nikwambie. Nipe muda mamangu. Mimi nitakupa jibu zuri tu. Lini utanipa? Mama wewe endelea kusubiri, mimi nitakwambia. Kweli mwanangu? Ndio. Hapo nimekuelewa. Hapo nimekuelewa mwanangu. Kama niruhusu niende. Nenda nimekuruhusu lakini usielewe. Nipike mapema nipumzike. Mbona haraka sana? Sasa nina haraka vipi? Nitapika saa ngapi unafikiri? Ndio tutaondoka wote. Ndio twende, ndio sasa hivi. Au kuna mtu anamsubiri hapa? Hapana. Angalia mdogo wangu, wengine wakiza watu utakuja kupakatwa. Wakiza watu? Bado sio tunatafuta kwa ajili ya wale wao. Wala si wakiza watu. Yaani wewe utaishia kusindikiza hivyo hivyo upate demu. Wewe. Sindikiza? Ani sindikize. Kwa hivyo hivyo tu unasindikiza. Kiko kama kikomba. Ndio wangu nakuonea huruma. Nakuonea huruma. Anaonea huruma.
kama mimi. Bwana, atatuchelewesha utondoke achana. Kuna jela dogo, kuna jela. Na je, wakati sisi ndio master. Au sio? Sasa tulia kama hujapakatwa mdogo wangu. Mimi nakwambia kweli, wengine wakiza watu hao. Vipi hapa? Safi. Shula, nimekuja kwa jambo langu lile lile. Hamna shida. Mchakato unaendelea. Ila kuna tatizo kidogo. Hapo kwenye tatizo hapo. Ndio mimi hapo sipahitaji. Unajua ninapofanya jambo nahitaji liende kwa haraka. Ila usijali. Mimi yule shoga yangu na mwenza mwenyewe. Kwa hiyo hanipi shida. Umeelewa? Unajua mimi naumia sana katika moyo wangu. Usiwe na shaka. Najitahidi sana kuwaza na kuwazua ili niweze kumpata bibi. Fanya hima mimi nipate. Sawa. Sasa sikia. Sasa sikia. Hii utakunywa soda. Wewe. Samina kutegemea. Unajua kila jambo lazima uwe na mwakilishi au mfikishaji, sawa? Asante. Dadangu sikiliza. Nimekuita hapa. Kukutoa nyumbani kule tuje kuzungumzia huko. Kuhusu swala zima la posa yako. Nataka kujua ugumu gani unaotokea mpaka utaki kutuajibu, utaki kuongea na wazazi wako. Hivi kaka, kusoma ujui, hata picha nayo uone. Mimi sio mtoto mdogo kakaangu. Mimi nina maamuzi yangu binafsi. Mimi huyo bwana mlonichagulia nyinyi hata simtaki. Sasa hilo chaguo lako tangu mwanzo lilikuwa wapi? Kwa nini usingemwambia mapema aje kutoa posa? Atakuja. Mimi mwenyewe nishaongea naye, kanielewa. Atakuja nyumbani. Na ataleta hiyo barua na hiyo sherehe mnataka kuifanya, mtaifanya, mtafurahi kama mlivyotaka kufurahi kwa yule mwingine. Huyo mandevu miaka simtaki. Unajua dadangu, wewe ni mtoto wa kike. Mimi pia kakako natamani sana kuita shemeji, kuitwa mjomba. Lakini uwe kwenye ndoa. Sasa huyo mtu ambaye unasema wewe unaye anakupenda, kachelewa wapi? Wasikilize wazazi wako. Hiyo ni bahati imekuja. Watu wengi wanahitaji bahati kama hiyo. Ila mimi nakusiki twiki kimoja. Usikilize babao. Usije ukakosa radhi ya baba. Mambo mengine yakakwendea home. Sawa. Sawa, unaweza kaenda kuendelea na mambo yako. Naye baba si mpoje. Sana ndio. Vipi hali bwana? Safi, shikamoo. Habari vipi? Safi kwema. Safi, shikamoo. Vipi hali? Safi, vipi hali? Bwana budani wa afya kabisa. Mbona hivi? Si unajua baba matembezi? Ndio. Mimi bwana nashukuru sana. Mimi nimelala nyumbani hapo nimekaa kila nikiwa kwa sababu Simba yangu inacheza mida saa 10 nikaona ngoja kwanza nitoke kidogo. Maana mpira nyumbani kwako kutizama pekee kwa upendezi. Unaona bwana? Sawa sawa baba. Basi kila ninapokaa mimi tusogee basi kidogo hata kidogo. Hapana kwani tunaogopa nini bwana? Shamba kwani bwana? Ndio.
Lakini samahani kama nitakukosea. Haya kawaida tu hayo. Si watu wa pwani bwana, unapokuwa nayo unamwambia mtu pale pale. Kama kuna makosa basi utajua utalijua. Maana unakumbuka ile barua ambayo nimekuletea ile? Ndio. Mlengwa ndio huyu. Ndio huyu bwana. Huyu ndo mkwe wangu. Bwana inshallah Mwenyezi Mungu akujalie sana baba. Na nakuombea dua Mungu akufungulie wepesi kwenye riziki zako, kwenye mahangaiko yako. Ili mradi jambo letu lifanye nini? Likamilike. Huyu bwana ndo anaitwa nani? Huyu anaitwa Nyoka. Ha? Ndio maana siku hiyo kaniuliza ina maana nyoka anakuja hapa nyumbani? Umeona maneno ya sawa. Bwana unajua watoto wetu hao bwana, wao wenyewe wanayajua majina yao, pengine ya familia. Sasa hata mimi naitwa Munu au Munu wa Msanga Alladhi, mji tulivu. Si unanielewa vizuri? Mko wangu mimi nakuombea dua ufike wa Msanga Alladhi. Hata kama je nikuta mimi na mwanangu Kisu yupo pale. Basi sawa. Tukimaliza jambo letu ndio sisi tutafika inshallah kuwajibika. Mimi sina mengi hayo. Lakini wewe unaelekea kuangalia mpira sasa. Basi haina shida. Ndio. Chukua na hii nao itakusaidia katika mambo. Inshallah. Allah Mwenyezi Mungu akujalie baba. Inshallah. Hicho ulichokitoa upate tena kingine kikubwa kama hiki. Lakini mimi nakwambia mimi niko kama ndo mzazi ndani ya nyumba. Unajua ndani ya nyumba mjengo unakuwa huu mmoja. Na jogoo anakuwa huyu ndo mimi. Wewe nakuombea dua njoo pale nyumbani. Mimi muda wote nitakupa mke utapata pale. Basi sawa. Unanielewa vizuri baba? Sawa. Haya kuna maneno mzee wangu. Akuzaa kuzuri bwana. La ilaha. Kama mimi nimekuja ndio bwana. Ulivyonipigia simu unaniambia kwamba una mazungumzo na mimi. Sawa. Nikaona nisisubirie mpaka urudi nyumbani. Sawa. Na mimi nimetoka kwenye pilika zangu nikaona nipite kijiweni kwako. Mwanangu nashukuru. Naomba kwanza unifuatilie nyayo zangu kama ninavyozifanya leo. Niko mzima, kesho nitakufa. Si unanielewa vizuri baba? Ndio. Nataka neno hadi neno ninapofanya uje baba alikuwa anafanya hivi. Na je, dadako umemfikishia ule ujumbe? Ule ujumbe nimekaa naye, ndio nimezungumza naye. Lakini katika mazungumzo ambayo tumezungumza yani anaonyesha kuna mtu yupo anayemzuzua mpaka kukucheleweshia sisi kupata jibu kutoka kwake. Unasema kuna mtu anamzuzua kupelekea kupata jibu kutoka kwake. Ndio maana kumbe siku ile dadako tunaongea anainuka ananidharau mimi maana yake. Kumbe ana mtu wake anamjua yeye leo toa barua maana yake hasa mimi, si ndio maana yake? Ndio. Sasa mimi sina maneno mengi. Kauli yangu ni hii moja. Si unanielewa bwana Kisu? Nakuelewa baba. Nenda mwanangu. Mwambie dadako tena nakutuma tena. Mwambie dadako kama ana mtu wake basi pale kwangu tena mimi biashara imeisha. Simtaki hata kumuona. Kama ana uwezo aende akae huko bora kwa huyo mtu anampenda yeye. Kwa sababu hata kwenye familia inaonekana huyu dadako ni mjinga na ni mshenzi kwa sababu ananivua nguo mimi baba mtu. Si unanielewa vizuri? Ndio baba. Mwanangu maisha sasa imekuwa usawa huu wa bibi kizee. Kutembelea mkongoja. Anatokea mwanamume kuja kukuoa wewe utaki unataka kuzuura tu mwanangu vile. Hebu waseme pale mitaani watoto wasichana wazuri wanaofanya kazi ya kuzuura. Wewe waone pale Yesu. Naona babangu. Na hii kwa upande wake imekuwa bahati. Sasa na yeye anaichezea bahati. Mwanangu mimi nakuelewa sana. Na unajua miaka yote maji ya ugali hayaonjwi. Si unanielewa vizuri? Nakuelewa. Sasa sitaki maneno mengi. Wewe mwanangu inuka, nenda. Mimi niache. Takuwa na mawazo yangu hapa nikimaliza, takwenda nyumbani kumwambia mama yako, bwana kuanzia sasa hivi mama. Leo mwanao kumbe ana mtu mmoja ndio maana sio kwa mnanisumbua. Sasa bwana mwanao kakae na wewe huko. Si unanielewa vizuri? Basi sawa baba, mimi nimekuelewa. Nitalifikisha hili inshallah. Kwa dada yule nitazungumza naye na nitamwambia kila kitu. Mimi nashukuru mwanangu. Sababu mimi na wewe letu hili moja. Nataka pia babangu usijutie. Mwanangu umekuwa mimi nataka letu moja. Mwanangu umekuwa sana. Yaani mpaka utafikia kuniambia hivyo, basi mimi kweli nina funguo ya maisha nayo mwanangu. Mimi nashukuru mwanangu. Niachie mimi hapa. Basi sawa, mimi nafika nyumbani. Inshallah. Hata sio maisha haya. Hawa watoto wetu wa kisasa wanasumbua sana. Kila wanapokaa hawazi kusema bana mwanamume atatusaidia sisi wazee. Ana yale azuri kwa Bakari, kwa Juma, kwa Joni. Inasaidia nini jamani?